Utafiti mdogo tu kwa mimi naweza nikasema niofanya. Wazazi ni sosi kubwa sana ya watoto kupata mimba. Wazazi wanawatuma jamani. Sio kwamba wazazi wanatutuma, lakini utakuta mzazi mwingine sio maskini kivile kama anavyojiona yeye, au yani maisha yake ni hali ya kawaida. Lakini azingatii mtoto wake labda ana mahitaji gani. Mtoto anahitaji pedi, labda nguo, sendo nini. Yeye hafuatilii. Utajua wewe unashangaa mtoto yupo mdogo toka darasa la 6 hajawahi kumnunulia nguo. Je, mtoto akapate wapi? Yeye anachofanya, ngoja nikatafute mimi mwenyewe. Kwenye kutafuta anakutana na mimba. Huyu msichana ambaye unasema kwamba asirudi shuleni kwa sababu ameshakuwa mama, kumbuka yeye ndiye mwanamke wa kesho. Kupitia yeye kutakuwa na watoto wengi, sio huyo tu ambaye amepatikana kwa muda huo. Kwa hiyo unapomkosesha nafasi ya kurudi tena shuleni, inamaanisha kwamba kuna kizazi kingine tena unakitengenezea kwamba anacho kiko kwenye hatari ya kukosa elimu, na hiyo ni hasara kwa taifa na kwa familia pia. Pia unavyokuwa unamrudisha msichana shuleni ambaye ameshapitia hali ya kuwa mama, kidogo unaenda kumpa yani uwezo wa kujiamini tena, kwamba anajua kuna watu wanajali kunihusu, kwa hiyo anapata nafasi ya kujiamini tena, inamjengea uwezo wa kujiamini. Asante. Safi. Kwa upande wangu mimi naona kuna hasara kubwa sana, kwa sababu mtu ataendelea kufanya yale makosa akijua kwamba mimi nitarudi tu shuleni. Kwa hiyo mimi nawashauri wanafunzi wenzangu, kama unasoma soma, yani usitegemee ile chance sijui nikipata mimba nitarudi tena. Inakuwa na kudistract kidogo ukiwa shuleni. Safi, vizuri kabisa. Kwa upande wangu na bezi kwenye faida. Watu kama hao wanaopata ujauzito afu mwisho wa siku wanarudi shuleni, wanakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanakuwa kipaumbele kuhamasisha watu wengine. Yani wanakuwa wanawapa hamasa watu wengine kwamba jamani, mimi nilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi, lakini leo mwisho wa siku nimerudi shule, nimesoma, nimekuja kuwa mtu fulani, au nimekuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wanakuwa ni wahamasishaji wakubwa sana katika jamii zetu kwa kipindi hiki. Kwa kweli hao ni mabinti ambao wamepitia maeneo mengi. Mpaka sasa hivi kidato cha 6, kwa hiyo kama wenyewe walipozungumza, changamoto ni nyingi wamezipitia, lakini mpaka wamefika hapa maana yake ni kujitambua kwao. Ndio maana unaona wanakuwa na uwezo mkubwa kuweza kudadavua mambo na kujielezea. Na hizo changamoto walizozipitia ndio zimewajenga mpaka wameweza kuyatambua haya ambayo wanazungumza. Safi kabisa.